Kwenye show ya KAJALA party tumeona kwamba umekuwa pia kwa watu ambao walipromote ile show kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Zimetoka cover tofauti za party. Bidondo alionekana pale na kama Tiros Mfalme, lakini performance yao ikuweza kuonekana zaidi ya Oleg, Mkombozi pamoja na Mr Champagne. Why imekuwa hivyo? Pesa za show za performance sikuzipata na mimi nikaamua kugumuka. Unajua sometimes mtu anakuwa na kausasi kake mkichwa, nikamwambia Petit Frere vraiment unanikosea. Hicho ndo kitu kwenye anishukuru. Niko na mamlaka kusema waninitia kuafishe na watu wangu mi Bidondo walikuja show haiwi wanipe changu. Na naomba pesa zenye nataka, nasema mimi napigia 2 milioni uongeznipa. Nimewahurumia kwanza kwa hicho. Waniombe msamaha. Nice. Lakini nimesema tu hiyo wakunitia kuafishe na samee sita perform naenda. Narudilia tena hii neno. Kwanza nimefika wakanipokea kwa mambuzi. Hicho kitu kwanza chene naanza kasema huyo ni ukosefu wa adabu. Hata lolilo tulikuwa naye juzi alinambia mtu ambaye hato kuheshimia ujue na hataki maendeleo yako. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusalamu bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi tunakuwa sana posikia best voice tunapata ni Kube Drama. Inasemekana ni DRAMA, inasemekana ni Drama. Asante na shukrani kwa mmesha subscribe to YouTube channel yangu. Inaandikwa Buja Town TV. Back at days kimwona unakumbuka Simuoni ndio yule anapendeza. Mimi naweza ngatumia jina la Hussein ama ukipenda wewe muite Bidondo kama Gen B. Inakuaje brother? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Fresh kabisa. Bwana mzuka kama kawaida. Nice. Somo unaendeleaje? Somo inaendeka poa. Sijaanza swaumu lakini kwa mazoezi Shabani. Nice. Wewe ni legendary sana. Bila kukawia tuingie kwenye topic, uweze kutuexplain vizuri. Kwenye show ya KAJALA party tumeona kwamba umekuwa pia kwa watu ambao walipromote ile show kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Zimetoka cover tofauti za party. Bidondo alionekana pale na kama Tiros Mfalme, lakini performance yao ikuweza kuonekana zaidi ya Oleg, Mkombozi pamoja na Mr Champagne. Why imekuwa hivyo? Mimi sijui mkataba wa wengine, lakini mkataba wangu ulikuwa fake sana. Kuna wakati jamaa amenitafuta tufanye promotion ya publicity. Okay. Kidogo changu nimekipata. Lakini baada ya show sasa pesa za show za performance sikuzipata na mimi nikaamua kugumuka. Unajua sometimes mtu anakuwa na kausasi kake mkichwa, nikamwambia Petit Frere vraiment unanikosea. Nikapata na chikumu, watu wakanibembeleza, sijui bosi wake akakuja tukaongea lakini hatukuelewana. Mimi nikamwambia bwana mimi nina shida ya pesa, weka pesa ni performance. Unajua kwanza tuko Mshabani. Alafu mwenyewe niko natafuta hela, mambo ya futari nini, kuna watu nafuturisha nini. Nikajigumua tu pale kwa furugu. Ule jamaa kanambia usijui tayari unanikosea, naandika mu agenda utasabaga nini kwa haki yangu. Basi ndio hivyo tukafurugana, nikapata najigumua nikatoka. Nadhani tukijaribu kuangalia wengine wasanii, Bidondo kawaida kama kwenye show anaanzaga kumpatia pesa mbele kama advance. Hakuna hata advance ambayo alikuwa gashaitumia kwako? Hakuna hata advance kwa sababu Champagne kwanza alikuwa ni rafiki wa karibu. Yani brother wangu, kuna madili nyingi sasa tunachangia, ndio maana nimemwamini. Lakini sidhani kama imetokea kwake, lakini na yeye pia vile ni chanzo cha maneno. Hata kama manager wake amekorogana, nikimwambia manager watu wangu kufanya haya mambo bila kuwapa hela ingekuwa fresh. Ule wanaoita wale waanda show, mapromoter. Ule promoter ingepewa sharti na Champagne, afadhali atungekuwa kuliko msanii kumweka. Unajua pana kitu kimoja uliwe, ninaruhusu ule wakati ile siku ya kusema nikachukua serikali nikaenda pale nikasema hii show haiwi, na haingekuwa. Na kwa nini hakufanya wakati unajua kama mamlaka unayo? Kwa sababu kwanza hicho ndo kitu kwenye anishukuru. Niko na mamlaka kusema waninitia kuafishe na watu wangu mi Bidondo walikuja show haiwi wanipe changu. Na naomba pesa zenye nataka, nasema mimi napigia 2 milioni uongeznipa. Nimewahurumia kwanza kwa hicho. Waniombe msamaha. Nice. Lakini nimesema tu hiyo wakunitia kuafishe na samee sita perform naenda. Basi. Lakini tukijaribu kuangalia pale palikuwa brand kubwa kama KAJALA Masanja. Hawisi kama labda performance yake ingeweza kumconvince akaweza kusema kumbe na Burundi kuna msanii fulani ambaye ni entertainer, ama kuna msanii fulani ambaye anajituma. Labda ingekusaidia kitu fulani kwenye jina la Bidondo kufika Tanzania zaidi. Kitu cha kwanza mimi ni Muislamu. Naam.
Waislamu ni watu ambao tunaamini Allah sana kwa kila kitu chochote. Naam. Sifo? Mimi ni msanii mkubwa kuanzia sheri wake wa KAJALA mpaka bosi wake wa KAJALA. Nimeanza muziki mbele yao, nimeanza muziki mbele ya Harmonize, nimeanza muziki mbele ya Diamond. Sivyo? Na nimeanza muziki KAJALA hajaanza kucheza sinema. Najiamini na najua venye nimo ndani. Ni nchi yetu tu kuna nafasi fulani haijafika. Lakini nchi yetu kuna nafasi ingefikia. Huyo KAJALA mimi ni mtu mdogo kwangu, siwezi kuperform mbele yake, ngomi nitafute jina mbele kuperform mbele ya KAJALA mimi. Mimi nimeperform mpaka mbele ya marais, mpaka mbele ya Rukara, mpaka mbele ya watu waheshimiwa wa hatari, wa ambassadeur wa China. Nimeperform mbele zao. Sasa pale mimi nakuwa ni kwenye business, niko natafuta hela. Kwa mtu mwenaza nikaperform mbele yake, labda awe rais hapo na mheshimiwa, unasikia safi. Wa authority, watu wakubwa wanaweza kawekeza pesa, wanaweza kawekeza milioni kwa biashara yangu. Sasa KAJALA atanisaidia nini? Mapokezi labda gisi Bidondo alipofika alipokelewa, na gisi nikisema OLG Olegi alipofika alipokelewa. Mapokezi kwa tofauti sana. Wakati unazoea kama Bidondo ni legendary. Ni kitu gani hasa ambacho kilikuwa hapa kati we kama Bidondo? Narudilia tena hii neno. Kwanza nimefika wakanipokea kwa mambuzi. Hicho kitu kwanza chini naanza kasema huyo ni ukosefu wa adabu. Hata Lolilo tulikuwa naye juzi alinambia, mtu ambaye hato kuheshimia ujue na hataki maendeleo yako. Hawisi kama Lolilo anaweza kwa kutumia hiyo neno kwa sababu naye pia wakumwalika pale kwenye party. Hapana. Yeye ni legend na anajua na aishapitia mengi. Fizo aishapitia mengi na anajua na ni legend. Hawakumheshimu show fulani za walileta watu wakumpa nafasi Fizo, na Fizo akawa bullshit. Akawakase. Kidumu bia vile. Surtout petit unakuwa usanisani. Habutaki kuheshimu background. Na usipoheshimu mzazi, siwezi kuwataja jina, wote wanajijua. Usipoheshimu mzazi na hautajua penye uko naenda. Paske ule mzazi ndo anajua secret, hapa pako mwiba, hapa pako. Unaona mtoto anasirimkaga tu anajiona yeye ni mzuri. Sana beba mimba anatulia. Inabidi atafute mama, bwana wewe kusema uanguke muherere vya papa biliendekaga hai. Mama yake ndo atakwambia mwanangu ni hivi na hivi na hivi, unapaswa ujichunge hivi, mwanaume ni hivi. Usipomzogelea mama kule mbele kwenye uko naenda utakia kupigwa mimba. Tumbukubi. Sasa unakia kupiga tumbukubi ndo unaanguka, unasema ningeulizaga maje. Ndio maana kitu narudilia, wale wasanii wa Tanzania wanaendelea kwa sababu wanarudiaga nyuma, wanauliza wakinono Harmonize anajibanabana na Mr Nice, anataka Mr Nice ampe secret, umeanguka wapi kusema na mimi sianguki. Uliko unaona? Unafikiri Harmonize ni mjinga kutembelea kichifu kwa kaimba naye, kujizogeza mbele ya Mr Nice? Unafikiria ni wajinga? Wanataka wale wa grand wawape secret, wapi pako mwiba penye ulibachomaga na mimi nikate korosi mwiba usinichome. Sio kwenda tu kwa sababu wewe ni star, unapiga nyimbo mbili na vuma, unauza atiya kagari kasi milio pale ku King Star, unakuta unasema nimemaliza. Hujamaliza. Huko mbele kuna miba ya hatari, si tisha tuchoma. Ilifo si ndo tukupe secret kusema usianguke mwa ile miba. Nice. Bidondo, tuendelee kufunguka zaidi ili tujue kosa limekuwa wapi, ili tukosoe Buja Flavor hasa. Mapatane wewe na Champagne. Kama kisi ulivyosema mmepatana kilo wako ni kishikaji kijamaa. Lakini kijamaa ilizidi pesa ngapi? Kwa sababu ulifika pale. Siwezi kumtolea siri yake au siri yangu. Lakini sio kwa Champagne tu. Na shauria sio yeye tu ndo anabifanya. Ni wasanii wengi hao wadogo. Hawakuagi wana respect wasanii wakubwa. Sivyo? Hao wasanii wadogo wengi hawa respect wasanii wakubwa. Na gisi hawa respect wasanii wakubwa. Chambo cha Fizo tunakungoya kuhitia 10. Tunakurindira kuhitia ya 10. Ego. Utapase tuone sasa. Ndo pale po unakwamia. Tunakungoya uowe, tunakungoya uzale, tunakungoya shida ziingie. Tunajua secret sisi wa legend. Nice. Kuna zile siri ambazo hatuwezi kuzitoa hadharani, na kuna zile ambazo tunaweza kama tunazizungumza ili kuwashauri wadogo zetu ambao kwenye muziki. Naweza kusema kuna baadhi ya watu wengi wameingia kwenye muziki. Washauri kwenye media. Haiwezekani. Wanatufuata sisi, wanatusogelea bwana grand. Kusema vitu vikue hivi. Bilikuaga hai. Juu nikupe secret na ukifika kule mbele usinani. Unakumbuka ile story ya Gahanga wisho ni Jenishwe n'abagabo ariko we uzofana karimi kawe. Unaikuli bisomaga? Nimebisomaga. Mimi nilisoma ma bonjour Kagabe pale kwa Notre Dame unabiyua. Ndoki unakumbuka tu. Bapetia bayu ma secret.
Na kama wayu masekre banakuya na bukosa adabu mu game na discipline kidogo, lazima game si tutaba frappe. Game ndo itaba frappe. Anaweza kusema kwamba Gen B kama generation Bidondo ni musician legendary sana. Anajua mengi kupitia muziki wa Buja Flava. Hii game hapana, naijua naifahamu na ikonetre mpaka siri mpaka kwa matako ya game. Astaghfirullah, Mwenyezi Mungu anisamee. Najua mpaka kule kusiri. Sekre ya hii game ya Burundi yote naijua iko hapa. Inamaanisha kwamba Bidondo anajua. Yani hakuna mkoa wa hapa Burundi wenye siafanya show. Yani nisha tembea, nisha piga show mpaka fasi penye nikikwambia sai unasema kumbe na hapa panakuaga batu. Unaweza ukashangara kule kote Mabutinda, Makayogoro, mawapi. Yani nisha piga mashow fasi penye nakwambia hata kule fasi batu kule kwenye hapa batu wote banafanana buchafu. Kule kote nisha piga show, niko natafuta hela. Na nisha kumbana na matatizo mingi sana. Nishavuka Makongo kule kote, Makala Mabenge, Kalubindo, kule kote mawapi kote nishapiga show. Wanapigia show hapa. Tushavuka kule show Kigali kote Rwanda, tushapiga mashow, tuko tunatafuta hela, tunapingania sana. Tuwekane sawa. Tanzania mpaka Kigoma kule kwa KAJALA. Tuwekane sawa basi. Tuanze Rwanda, ulifanya show sehemu gani Bidondo? Kigali ku 700 piga show na bakina DJ Daddy na bakina Romeo. Tunavuka Rwanda. Tena show ya city tunaorganize. Hapana mtu anatuitisha. Tunaenda kutafuta jina mwinchi ya batu. Mulango panatinga Mrundi kumulango. Bale bana Babris Melody banachungulia huko bakina Medi. Kuingia ni hela, bana hela kuingia bana bako nje. Tunapiga show. Wengi ni kwamba Bidondo maneno Kigoma. Tushaenda kupiga show ni toa featuring na ba Bidondo bakangale wanavuma. Mara nyingine mimi nakonda jia Bidondo angalia naimba Latifa. Tunafaa show na bakina Dolisax, tunapiga nabo featuring ma studio za Urofa. Nyimbo ziko wapi? Mbona nyimbo hazikusikika? Palikosekana kitu gani? Pana zene nimetia ku YouTube onde mchannel yangu utaziona usalule. Pana zene nimeona ziko kalite ya force jazz post mpaka hivi ningali na watafuta kina Dolisax tufanye mkalite ya bien. Nicho gituma Abarundi tureke ikintu bita complex. Dukunde akiwacu, dukundi vyacu like kuko ari umusi ibi byetu ko tunapenda. Bidondo akipata 30 milio 15 milio anafungua duka, anafanya Bidondo fashion, anafanya ma entreprise, atapatia Abarundi ngapi kazi? Like turudie pale pale Bidondo anajenga Burundi. Unasikia? Sasa ule jirani mwako unampatia zile mapesa anapata, anaenda kujenga kwao. Na anapatia bakwao kazi. Weye hupati kazi au shangazi yako au muyomba yako. Like Bidondo, bila kuchelewa kwenye exclusive interview leo, nahitaji uintroduce neno moja tu kutoka na makosa ambayo alionyesha Bidondo kupokelewa hivi na hivi na hivi. Ni kitu gani ambacho unaweza kushauri ma promoter ambao wako naandaa show kama watakutafuta Bidondo ama kama wataalika mwingine legend, hilo kosa lisije kutokea kwa mara nyingine? Hilo kosa nasema mkimwalika msanii kwa kitu chenu chochote, mumupe heshima kwanza mbele ya kila kitu. Na mumusikilize. Heshima ndio inatokea vyote. Mzee unataka nini tufanya? Yani pakue kitu mnapanga. Like utafikia hapa, utakula hapa, utakunywa hapa, gari itakuleta ni hii, watu watakuchunga ni hawa, vitu vitakuwa hivi na muda wako ni huyu. Hiyo ndio vitu vinachukua respect. Hata ulimpa pesa zako, ukumpa pesa, ukimuheshimu, inashinda hivyo vitu vyote. Mimi wangeni heshimu tu. Na kuperform ningeperform bure. Okay. Lakini hawakunipa ile respect ya kusema legend. Unafika ikala hapa, utakunywa nini, utakula nini, watu wanakuchunga hawa, ukikuwa na shida mtu akutuma vocha nini, tuma huyu ndio iko karibu yako, huyu ndio anakusimamiza ukitaka kitu, mwenye atakupelekea flash, kwa sababu hukumpa msanii hela. Afu kuna vitu ambavyo msanii anavihitaji, vinahitaji hela. Sasa unabidi umfanyizie wewe hivyo vitu. Kuna mtu wa kutuma, kuna mabodyguard, kuna mtu wa kumpelekea flash kwa DJ, kuna mtu atamuuliza anakula nini, anakunywa nini. Kwa sababu kumpa hela wewe, hivyo vitu unatakiwa uchukue hizo depense wewe uzimfanyizie. Lakini ukimpa hela hizo depense yeye atazijifanyizia. Ndio sasa inatokea hiyo yote inachangana na heshima. Asante sana Gen B. Kuna faida gani ya kuwa na mabonsa kwenye show wakati mtaani hauna mabouncer? Kuna faida gani ya kuwa na mabodyguard kwenye show? Mtaani pote mimi naendaga na bonsa. Lakini ikikuwa kwetu mkartie Buiza,
Wabonsa wangu ni wale wafanzi wangu tumefanya nao muziki pamoja. Ndo wabonsa wangu, ndo wa security wangu na wale wapeti tunaishi nao. Lakini kienda Nyakabiga, Jabe, huko ngapi makona za nje, lazima niende na mtu kama msanii. Niende na mabouncer. Sababu sijui kitatokea nini. Mimi hapa mkartie, si mimi nilizaliwa hapa, nilikoga mai ya mvula, nilichuruza mandimbako hapa, nilicheza B. Sasa wote wananiona ni ba grand frère, tutagongana. Hata nikipigana ngumi zikirika bananilamula peti ache bo vitu. Ni vitu gani unapagawa? Ndio maana unakutana hapa mkartie, mimi najisika simple, hata na mguu natembea, sipandagi gari, niko mkartie kwetu Buiza. Asante Lukanyaga. Kama kawaida yangu napendaga kutoa maswali mawili tu kwa mtu ambaye anafanya kipindi, au maswali matatu kwa mtu ambaye anamfanyisha kipindi, pia niulize anachokijisikia. Nikishindwa basi sio hoja, sio lazima. Uliza. Kama no, wewe ndio niulize. Mimi nianze. Wewe niulize maswali matatu tu ambayo unajisikia kuniuliza, nikujibu ili tumalize kipindi. Na kuuliza. Hivi uko tayari siku moja na kukamata picha yangu unaiongelea kama mimi siko, unaongelea muziki wangu wa mpya ambao nimetoa? Like niko tayari na nitaianza sasa hapa karibuni. Ni siku gani na ni saa ngapi, na hiyo interview niichunge na nitaiposti, mafanzi wangu wako wanaona, waone kama umekifanya. Leo tuko tarehe 13, nadhani mpaka tarehe 15 kazi itakuwa imeshakamilika. Haya, asante sana, nashukuru. Swala la pili. Swala la pili. Nauliza, uko Muislamu? Na mimi mtoto wa Kiislamu. Basi nakualika kwenye iftari moja tu. Inshallah nitakaribia. Swala la tatu. Swala la tatu, mbona swala zinakuwa mingi? Swala la tatu, ningependa mimi kujua. Sivyo? Kujua kama mna lengo gani na sisi. Like Fitiri. Lengo la kwanza ni kukuza muziki wa Burundi na kukosoa mambo ambayo yako yanaingia kwenye entertainment, kwa sababu kukamatwa vile kwenye show Bidondo ni legend amechukuliwa kawekewa kando, kisha tukasema machipkiz wamekuja wakapewa na sehemu ya mbele. Imeonekana kuna kitu fulani ambacho hakiko hapa. Mimi kilango nikasema labda kama Buja Town TV inabidi tumtafute Gen B tumuulize kulikoni, wewe ndio umetaka kufikia pale ama ilikuwa vipi? Unaona? Na ndio maana watu tuko hapa ili tuweze kufikisha mafanzo wa Gen B wajue Generator kwa nini alifanya hivi, kwa nini alikuwa kule, kwa nini hakuweza kuperform wakati umeona cover tofauti, promotion ndio kafanya. Ndio maana tumekuja hapa. Ndio lengo letu ile kukuza na kukosoa muziki wa Buja Flavor. Asante sana. Nikushukuru sana wewe tena mwisho moja ambao tunekunde kuchini video yako. Niko pamoja na Gen B Generator, ama kupenda muite Hussein kwa jina la kusema alhamdulillah, kwa jina la shahada ni Hussein. Naweza kusema hivyo kwa jina ni mtoto wa Kiislamu jamani. Sio kwamba anaimba hivyo lakini tukumbuke kama ni mtoto wa Kiislamu. Nikumbushe kana Raja Buja Town behind camera. Usitoke.